Wanazuoni An-Nablusi anasema alhayat fil manami aduu, nyoka katika usingizi inajulisha mambo mengi ikiwemo madui au mraatu ama mke au waladu ama mtoto. Nyoka ana mambo mengi pale ambapo anamuota usingizini. Kwa hiyo kiujumla, katika haya machache tuliyoyazungumza kwa ujumla wake, basi tutaenda sasa kuzungumza kuhusu nukta baada ya nukta pale ambapo umemuona nyoka usingizini. Nukta ya kwanza inasema wa iraa annahu adkhalha baitihi fa innahu aduun yunkiru bihi, kwamba yule atakayeota amemuingiza nyoka katika nyumba yake, basi huyo ni adui atakayemfanyia vitimbwi. Yaani umemuingiza nyoka katika nyumba yako, basi jua umemuingiza nyoka, umemuingiza adui katika sehemu ya maisha yako, ama umemuingiza adui katika nyumba yako, basi adui huyo atakufanyia vitimbwi. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini. Nukta ya pili ya kuota nyoka usingizini, wanazuoni anasema wa raa annahu akhadhaha, yule atakayeota sasa amemshika nyoka huyo. Yaani wewe umeota umemshika nyoka, fa innahu yasiru ilayhi malan min adui fi amni, kwamba yule ambaye atakayeota amemshika nyoka, basi ndoto hiyo inakujulisha utapata mali kutoka kwa adui katika njia ya amani tu. Yaani ni adui kwako, lakini atakupa mali yake kwa njia ya amani, na si kukupa umshikie, yaani kukupa kuitoa akupe wewe. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini, yaani kuota hayat fil manami, kuota nyoka usingizini. Mwanazuoni anasema wa maraa fi unuqihi hayatun, yule atakayeota katika shingo yake kuna nyoka, qata'ataha thalatha qit'i, akamkata vipande vitatu nyoka huyo, fa innahu yutlaqu imra'atahu thalatha taliqat, kwamba ndoto hiyo inajulisha kwamba utamwacha mkeo kwa talaka tatu. Yaani pale ambapo umeota kwamba nyoka yupo katika shingo yako na ukamkata vipande vitatu, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utamwacha mkeo kwa talaka tatu. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, yaani kuota nyoka katika njozi. Fa in raa baitihi mamlu'an hayatun la yukhafuha fa innaha ya'wi, kwamba ya'wi fi baitihi a'daa muslimina, kwamba ukiota kwamba nyoka wengi sana wamezagaa katika nyumba yako, yaani umeota nyoka wengi wamezagaa katika nyumba yako, katika maeneo ya nyumba yako, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba hao ni maadui ambao umewahifadhi katika nyumba yako, na hao ni maadui yenyewe ni maadui wa Uislamu. Yaani umeota nyoka wengi katika nyumba yako, wala una hofu nao, huwaogopi, ni kama umewazoea, ni mfugo wako, basi njozi hiyo inakujuza kwamba hao ni maadui ambao wanawapinga Waislamu, ama ni maadui wa Waislamu umewahifadhi katika nyumba yako. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, alhayat fil manami, au hayat fil manami. Fa in raa, yule atakayeota tamshi khalfahu, fa in raa hayat tamshi khalfahu, yule atakayeota kuwa nyoka anatembea nyuma yake, fa innahu adu, huyo ni adui, yuridu an yumkiru bihi, anataka kukufanyia vitimbwi, anataka kukufanyia uadui wake. Yaani ukiota kwamba nyoka anatembea nyuma yako, basi jua kwamba huyo ni adui anayetaka kukufanyia vitimbwi. Yaani kuna adui anataka kukufanyia vitimbwi. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, fa in mashat baina yadaihi au darat hawalihi. Sasa nyoka huyo ikiwa atakuwa anatembea mbele yako, achana na huyo nyuma ambaye tumetoka kumzungumza kama ni adui,
adui yako ambaye anataka kukufanyia uadui. Hii inasema fa in mashat, yule atakayeota kwamba nyoka huyo baina ya dai, anatembea mbele yake, au darat, ama amemzunguka, hawalihi, pembezoni mwake, fa innahum a'da'un yukhalitunahu, huyo ni adui, ama hao ni maadui. A'da'un, hao ni maadui uliochanganyika nao. Wala yumkinuhum, na wala maadui hao hawawezi almudhir almudhar au almudharrat almudharratuhu, kwamba hao ni maadui lakini maadui hao wamechanganyika nao, ila hawawezi kukudhuru, hawawezi kukufanyia madhara. Kwamba ukimwota nyoka anatembea mbele yako ama yuko pembezoni mwako, basi jua kwamba hao ni maadui uliochanganyika nao, lakini hawawezi kabisa kukudhuru. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini, alhayyat fil manami. Mwanazuoni anaendelea kutupitisha akisema kwamba fa in raa hayyatun tudkhilu fi baitihi, yule atakayeota kuwa nyoka wanaingia, ama majoka, tuseme majoka labda katika Kiswahili tulichokizoea, lakini nafikiri Kiswahili kizuri ni nyoka, wakiwa wengi akiwa mmoja nyoka. Yule atakayeota nyoka wanaingia katika nyumba yake, watukhriju min khairi madhiratun, na wanatoka ilhali hawana madhara na yeye. Yani wewe unaona nyoka wanaingia wanatoka katika nyumba yako, lakini hawana madhara na wewe. Fa innahum a'da'uhu, hao ni maadui zako, min ahli baitihi, katika watu wa nyumbani kwako, yani katika ndugu zako, wa qurabatihi, na katika watu wa karibu zako. Wanaweza kuwa marafiki, wanaweza kuwa majirani, ili mradi ni watu wa karibu yako, basi jua kwamba hao ni watu waliokuwa na uadui na wewe. Sasa uweze kumjua ni mtu fulani ni hivyo, hapana, lakini njozi na kujulisha ishara hiyo kwamba ukiota nyoka wanaingia na kutoka katika nyumba yako, kinyume na kutokuwa na madhara kwako wewe, basi jua kabisa hao ni maadui katika watu wa nyumbani kwako ama watu wa karibu yako. Fa in raaha fi khairi baitihi, ukiwaona nyoka hao katika nyumba ambayo sio ya kwako, fa innal a'da'u, hakika watu wao maadui hao, alghurabau, ni wageni. Yani kuna wageni ambao umewapokea ndio maadui. Sasa nukta nyingine ya kumwota nyoka usingizini, anasema mwanazuoni, fa in raa annahu yaakulu lahmul hayya, yule atakayeota kuwa anakula nyama ya nyoka, fa innahu yusibu sururan, mtu huyo atapata furaha, wa manfaa, na atapata manfaa, wala izza, na atapata utukufu na heshima. Na nukta mwisho tuende tukamalizie kipengele chetu hichi cha kuota nyoka usingizini, inasema kwamba wa maraa ala ra'sihi hayyatu irtafa'a sha'nuhu inda mulukan, yule atakayeota kwamba kuna nyoka juu ya kichwa chake, irtafa'a sha'nuhu, mambo yake yatanyanyuka, mambo yake yatauhika, mambo yake yatakuwa makubwa, inda muluki, mbele ya mfalme. Yani mbele ya mfalme ama kiongozi ama mtu mwenye mamlaka, kwamba wewe kuna mambo yako unayafanya kawaida, lakini yatakuwa makubwa sana mbele ya kiongozi. Mpaka kufikia hapo niseme wallahu waliyu tawfiki. Nipende kumalizia kwa kusema ndoto yako bishara yako, na ndoto yangu bishara yangu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, bila kuacha hicho kialama cha kengele kukibonya, ili uweze kuwa mwanafamilia pendwa wa Ibn Umar al-Mukhtar. Ibn Umar tunasema dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.